Bwana Yesu asifiwe tena. Shalom shalom le peuple de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Habari zenyu kundi la Bwana, mko salama? Upande wetu ni salama, tunamshukuru Mungu. Ina ujumbe ambao ninakuja kujadili pamoja na wewe ama kuongea pamoja na wewe ndugu yangu, kijana mwenzangu, jeune garçon mwenzangu, juu ya kupartager, tuangalie, tujue mtego ile shetani iko na kamatia ako maisha yetu kila siku. Shetani ni mjanja na kila wakati anatafuta pa kukamatia maisha yako bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtego ambao shetani anautumia kila wakati ili kujaribu maisha ya watu wa Mungu usiku na mchana. Beaucoup de jeunes garçons banafungwa na ujana, inakuwa ni changamoto ambao ujana ni moto yenye Mungu anahitaji mtumikio kwa kijana na shetani pia anahitaji mtumikio kwa kijana. Lakini katika vita ya ujana kuna changamoto kubwa sana katika vita ya ujana. Hiyo inafanya vijana wengi sana wanaopenda kwenda kulala na makahaba wanakuwa wanapoteza nguvu zao nyingi, zinakwenda kuzimu bila wao kujua. Unatumia nguvu zako nyingi sana, unakwenda kulala na kahaba, unafanya naye tendo, na hiyo maji yako inabaki hapo, inakwenda kuzimu. Na hiyo kitendo kinazidi kutambaa katika vijana wengi sana, na hiyo ndiyo nafanya maisha ya vijana wengi sasa yanakuwa mafupi, kwa sababu ya kutembea na njia mbaya, kutokutembea na hekima ya Mungu. Tusome neno la Mungu. Nasoma kitabu ketu kia Wagalatia sura yake ya 5 mstari wake wa 22. Nasoma katika jina la Yesu Kristo kama vile ilivyoandikwa. Amen. Lakini matunda ya Roho ni mapendo, furaha, salama, uvumilivu, neema, wema, uaminifu, upole, ujizuiza. Hakuna sheria juu ya maneno ya namna hii. Na walio watu wa Kristo wamesulubiwa mwili pamoja na mawazo mabaya, wamesulubiwa mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa mbaya. 25 nasema hivi: tukiishi kwa Roho, twende kwa Roho. Tusijisifu bure, tukichokozana, tukitamanana. Maana katika maisha ya Mkristo usitembee katika mambo ya kimwili kufurahisha mwili wako, ambao mwili ambao unaishi nao ni mwili utabakia. Kwa sababu wewe ama mie mwenye niko nazungumuza hapa sio mimi, kuna mimi wa ndani ambaye nitakwenda mbinguni, lakini huyu mwili lazima utabaki. Lakini mimi wa ndani lazima nitakwenda mbinguni. Sasa usifurahishe mwili huu ambao utabaki, lakini ushindwe kufurahisha mwili, ukushindwa kufurahisha mtu wa ndani. Mtu wa ndani ni nani? Tambua Mungu ni Roho, na wewe uko ndani ya Roho. Alisema amekuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kasema mwenyewe, nimekuumba kwa mfano wangu. Kama umeumbwa kwa mfano wa Mungu, lazima utende sawasawa na mapenzi ya Roho. Utoe matunda ya Roho, sio matunda ya mwili, kwa sababu matunda ya mwili yanaleta mauti. Vijana wengi wanatembea hiyo. Unazini na kahaba, anakuvalisha hizo masashe, unaacha nguvu zako hapa na maji yako hapo. Kisha wanapeleka kuzimu, wengine wanapeleka kwa waganga kienyeji, wanaharibu maisha yako. Kwa hiyo unaharibu maisha yako mwenyewe unajua. Sasa hiyo unaanza zaa matunda kuzimu, badala ya kuizaa mbinguni unaizaa kuzimu. Sasa Mungu leo anakuonesha kupitia somo hili, zaa matunda ya Roho, acha kuzaa matunda ya mwili. Zaa matunda ya Roho, utaona nguvu za Mungu. Ubarikiwe na Mungu, mtu wa Mungu. Naomba Mungu akutie nguvu, akupe amani ya roho. Uache tabia ya masturbation, roho za giza,
hiyo roho ya giza ya kutoka makaburini. Achana na tamaa ya giza, tembea na mapenzi ya Mungu. Vijana wanazidi kuharibu mili yao wakiwa bado wadogo kwa sababu ya tamaa za mwili, na hiyo inafanya vijana wengi wanakufa na miaka kidogo. Unakufa bado wewe kijana mdogo wa miaka 12, 15. Hiyo si aibu. Tembea na Mungu kwa hekima, kamata sheria ya Mungu. Kijana, ukiona zambi na kuita, neno la Mungu linasema shetani ni kumkimbia na zambi ni kuikimbia. Zambi haimogopi mtu, haiogopi askofu, haiogopi dokta, haiogopi eti kwamba huyu ni rais, haiogopi unani. Zambi ni kuikimbia. Usijadiliane na zambi, kimbia zambi, lakini usijadiliane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ubarikiwe na Mungu. Lakini leo Bwana anakuita, kama unapenda mwendelezo wa somo hii, basi jiabone, partage kwa wengine channel ya Nouvelle Alliance. Mungu atubariki sana. Asante wapenzi, ubarikiwe na Mungu.